Hakika mwanadamu siku zote hutaka raha, akadhania kuwa na raha siku zote ndio jambo zuri. Lakini vile vile upeo wa akili kutambua mambo pia ni jaala kutoka kwa Mola. Mola ana hekima sana. Wakati mwingine hutaka kumfundisha mwanadamu mambo, lakini kwa kupitia shida. Shida ni mwalimu. Siku zote mwanadamu alipitia shida, lakini wakati mwingine hupata akili kubwa zaidi kuliko yule ambaye hakuwahi kukabiliana na shida. Tukumbuke kwamba kukua kwa mwanadamu bali kuko mafungu mawili. Kuna mtu hukua kwa umri na lakini vile vile kuna mtu hukua kwa mambo. Kupi bora kukua? Kukua kuliko bora ni kule mtu amekuwa kwa mambo. Lakini waonaje kuna mtu mzima kakua kwa umri, lakini ushauri kumpa mtu yoyote wa kuweza kumnufaisha hana ushauri huo. Lakini waambiwa amekuwa ana umri wa miaka 90, ila hana uwezo wa kumshauri mwenzake au mtu mwingine jambo lolote. Kweli kakuwa kiumri, lakini akili bado haijakuwa. Kuna mtu aweza kuwa na umri mdogo sana, takriban miaka 30, lakini huenda akawa amekuwa zaidi na uwezo mkubwa zaidi wa kumshauri mtu mwingine tofauti na huyo mtu alikuwa na miaka 70, 90. Hivyo basi tunatambua kwamba kukua tu si umri peke yake, bali kukua hata kuyajua mambo. Lakini vile vile mwanadamu aweza akajua mambo mengi si kwa kusoma tu, bali ni kwa kukumbana na shida mbalimbali. Hakika shida ni mwalimu. Hivyo basi mwanadamu anapopitia changamoto nyingi za shida asilaumu, bali huenda hilo ni moja katika masomo makubwa zaidi ya kumjenga kiakili na kuwa na hekima hata anapokuwa mtu mzima. Si kila kinachokuja kina sura ya kibaya kinakuwa ni kibaya, bali kuna ambavyo vinakuja kwa sura mbaya lakini kinakuwa ni kizuri katika maisha yako. Mwanadamu anaweza kuhesabika amekuwa kiakili ni pale alipokumbana na majanga makubwa makubwa yakamkomaza, yakamfundisha mambo mengi kiasi kwamba hajafikia umri mkubwa wa miaka 90, lakini mambo mengi wajua na aweza akatoa ushauri mzuri zaidi wa kumwongoza mtu. Hakika kupata watu wenye busara na akili ni jambo nadiri sana. Si rahisi kuwapata watu hao. Lakini tukumbuke mwanadamu kwamba unapokabiliana na shida mbalimbali usilaumu tu, bali wakati mwingine mshukuru Mwenyezi Mungu,